yetu na Mungu wetu, tunaueleka uwepo wako sasa. Ni majira mengine ambayo Mungu malaika tumeona ameshaingia ndani ya ukumbi, ndani ya kanisa hili. Tumeshaona malaika Mikaeli akitenda mambo yaliyobadili ndani ya mwanadamu. Tumeona akizunguka ndani ya kanisa hili. Baba yetu na Mungu wetu, ni fursa yetu kuchukua nafasi mikononi mwako. Ni fursa yetu kuja mbele zako kwa unyenyekevu. Sasa watu hawa Bwana wanahitaji kuona mikono yako. Watu hawa Bwana wanahitaji kuona neema yako. Leo ni siku ya kufunguliwa. Iwe mama, fungulia Mungu moyo wako. Mpatie Bwana Yesu nafasi ili aweze kupata nafasi ya kuingia ndani yako, ili ang'oe kila ambacho kinakusumbua. Asante Baba yetu, maana ulianza pamoja nasi, lakini pia tunaifurahia utamaliza pamoja nasi. Iwe mama, pokea uponyaji sehemu ulipo. Baba, pokea uponyaji sehemu ulipo, na pia na shida mbalimbali iliyoko ndani yako. Leo ni siku ya kujitwisha mizigo. Yesu ameingia na Yesu atafanya, na Yesu atasimama, na milango yako itaenda kuwa wazi, na baraka za Mungu zitaenda kuwa mbele yako. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Naitwa Nabii Isaya. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, maana Mungu ametupa neema siku ya leo ambayo ni tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025. Leo tuko katika kongamano kubwa sana ambayo ni nafasi yako kufunguliwa maisha yako, kufuka kwenda katika hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanahitaji kufunguliwa siku ya leo? Fanya hivi kama una amani kabisa ya kufunguliwa. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa bila kuchukua muda, tumejifunza habari ya neno la Mungu. Lakini kuna neno tutajifunza kidogo, ndipo tuingie katika ushuhuda huu. Kidogo, wangapi wananifahamu? Wanaonifahamu kabisa, ambayo hawajawahi kuniona, pandisha mkono kama hujawahi kuniona. Kama hujawahi kuniona, pandisha mkono kabisa. Labda wewe kama sio wa nchi hii, labda wewe ni wa nchi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza neno la Mungu ambayo itakuwa ni sehemu ya kuongeza, maana leo tulikuwa na masomo mawili. Kama una nafasi unaweza ukakaa. Nikuongezee tu mistari miwili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusikilize neno la Mungu kutoka kitabu cha Yoshua. Yoshua 6. Lakini kabla ya neno, hebu pandisha bahasha lako kama ulipewa, wale waliopewa makaratasi ya kuandika mahitaji yako 12. Kama umepewa fomu la kujaza, unaandika mahitaji yako 12, pandisha juu. Lakini MC anasema kama hujachukua, njoo chukua mara moja hapa. Teneru ngamwele fomu wa utangamu. Na uende kuandika. Sitaki kuandika kitabu cha Yoshua, mlango wake ule ni wa 6. Nitasoma mstari ule wa 1 na wa 2 na wa 3. Biblia inasema katika mstari ule wa 1 inasema, basi Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nataka niongee maneno haya machache. Kuna kipindi Yeriko ilikuwa imefungwa, lakini ilipofungwa, maandiko matakatifu yanasema hivi, kwa sababu ya wana wa Israeli. Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli.
Na maandiko yanasema hapana mtu wa kuingia. Yaani kule ilipofungwa kulikuwa hakuna mtu wa kuingia. Nataka nikupatie ufafanuzi wa neno hili. Yawezapo wewe uko hapa, unajiona uko mzima kabisa. Unajiweza kabisa, una mikono yako, una miguu, unafanya kazi yako ya kila siku. Lakini katikati ya kazi yako unayoifanya, aidha biashara, aidha ufugaji, aidha kilimo, kazi unayofanya kila siku, kusonga mbele hamna. Unabaki tu katika kulima, lakini kutoa hatua hamna. Unabaki katika kufuga ng'ombe 2, ng'ombe 3, lakini zile ng'ombe kuongezeka hamna. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulianza biashara yako na mtaji wa 100,000, leo una miaka karibu 5, bado tu unapambana. Kama imezidi sana imeenda 200,000, 300,000. Na kuna mwenzako alianza na 50,000, sasa hivi anatembea na mamilioni ya pesa. Yawezapo unafanya ile biashara, lakini ndani yako kuna vifungo. Na bila zile vifungo havijatoka, nayo hatua huwezi ukatoa. Sikiliza, Yeriko ilifungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Na wakati ilipofungwa, Mungu akaona sio kweli Yeriko ibaki ikiwa imefungwa. Sikiliza maandiko. Akasema, Bwana akamwambia Yoshua, Mungu alimuinua Yoshua akamwambia, tazama nimeitia Yeriko. Anasema, tazama nimeitia Yeriko. Tazama nimeitia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake na mashujaa wake. Yeriko kulikuwepo na mfalme, kulikuwepo na washujaa, lakini Mungu alimuinua Yoshua akamwambia kwamba nimeitia katika mikono yako. Yawezapo siku ya leo umekuja kushiriki kongamano hili, umekuja kushiriki maombi haya, lakini katika kushiriki kwako kuna kitu inataka ifunguke kwako, kuna kitu unataka ifunguliwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tufanye namna hii. Wana wa Israeli ilipofungwa Yeriko kwa ajili yao, Mungu alimtumia Yoshua akasema, Israeli imeweka mikononi mwako. Na Israeli baada ya kuweka mikononi mwa Yoshua, na kulikuwepo na wafalme, kulikuwepo na washujaa, Israeli walipata kufungulia kupitia mikono ya Yoshua. Na leo hii yawezapo, Mungu ameniagiza mbele yako ili maisha yako ifunguke kwa kupitia mikononi mwa nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi kabisa kama una amani. Kwa hiyo leo maisha yako kama vile Yeriko ilipokuwa imefungwa na wewe ulikuwa umefungwa, leo utaenda kufunguliwa kwa damu ya Yesu. Na maisha yako itafunguliwa kwa damu ya Yesu. Na njia yako itafunguka kwa damu ya Yesu. Na mahitaji yako yatafunguka kwa jina la Yesu. Hebu sema, shetani achilia kazi yangu. Sema tena kwa sauti. Sema, achilia mipango yangu. Asante sana. Hilo neno nimekuongezea. Nenda ukaifanyie kazi. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanaamini kufunguliwa? Wanaoamini kufunguliwa, piga makofi nyingi kama unaamini kufunguliwa. Asante sana. Sasa tunasoma